Hakuna bosi anayetaka wewe uwe juu. Hakuna bosi anayetaka mfanyakazi awe juu. Hakuna bosi anayetaka mfanyakazi awe juu. Narudia kwa herufi kubwa, hakuna bosi anayetaka mfanyakazi awe juu. Katika principles za kulinda cheo, utakiwi kushine zaidi ya bosi wako. Hii ina maana gani sasa? Yaani mimi naingia na Corolla au naingia na V8. Ina maana gani? Una adabu wewe? Ndio maana yake hiyo. Ndio maana yake hiyo. Maana yake ni kwamba mfanyakazi hatakiwi kufanikiwa zaidi ya nani? Zaidi ya bosi wake. Sasa kama wewe ni mfanyakazi na unatakiwa ufanikiwe, nini la kufanya? Ondoka. Nenda kashaini huko mbali, lakini ukiwa chini yake lazima ufanyeje? Ujikumbatie, unyenyekee. Kuna wengine mnachukiwa makazini kwa sababu una mvuto zaidi ya bosi. Hata ushauri, usiutoe ushauri. Mnafanya kikao hivi, ukatoa ushauri mbele ya wenzio na bosi akaupenda. Kwa mfano, mnafanya kikao cha halmashauri. Mnafanya kikao cha mawaziri. Alafu wewe ukatoa ushauri. Alafu mkubwa akasema, aisee, ushauri ulionipa naomba niufanyie kazi. Wengine wakasikia na wao pia walitoa maushauri yao, lakini yanaonekana maushauri yao yapo tu yanahelea. Alafu wako ndo ukachukuliwa. Kinachofanyika ni kwamba wale wote waliotoa ushauri wanakuchukia wewe. Kwa nini? Neno lako limepata nguvu. Yusufu alipoota ndoto na kuieleza jamii, ndugu zake waliposikia, hawakuona kwamba huyu mtu akifanikiwa atakuja kutusaidia. Walichokiona ni kwamba huyu atakuwa juu yetu. Huyu atakuwa juu yetu. Yaani si kwamba akitoboa ndugu yetu na sisi tutanyanyuka. Kwa nini awe na cheo ndugu wao, watu wa karibu wao?